hapa nilipimwa uwezo wangu wa kuzitafsiri, kuzitekeleza sheria. Kwa hiyo tusipotoshana. Tumekaa huko mahakamani muda wa kutosha tu, tumepractice muda wa kutosha. We know the law. Tuheshimu nchi, tuheshimu sheria zetu, tuheshimu utawala bora. TLS pia inatoa wito kwa mahakama kuhakikisha kwamba watu wote wanaofika kwenye viumba vya mahakama wanakuwa huru kushiriki kikamilifu kwenye usikilizwaji wa kesi na mashauri mbalimbali na huduma nyingine zinazotolewa na mahakama. Na hili ni jukumu la hakimu na jaji husika. Kwa sababu tunapenda sana kurusha lawama kwa watu. Mtu anasema judiciary. It's not judiciary. Wewe hakimu unaona watu wanaokuja kwenye kesi yako wanazuiwa. Kwani unaendelea na kesi? Unataka kuibadili kesi kutoka katika mfumo wa kawaida, kesi na mawakili. Kwani unafanya maamuzi kabla hujashauriana na wahusika? Wakili si ana wateja wake, si ataenda kuongea naye? Kwa nini wahitaji bunduki kutoa maelekezo ya kimahakama? Ni wakati wa mahakama kulinda utukufu wake kwa wivu. Mahakama ni muhimili unaojitegemea na unawajibika kwa umma. Nimesikia kuna mtu anasema tunawajibika serikalini. Haiwajibiki serikalini mahakama. Haiwajibiki kwa bunge, inawajibika kwa umma. Ukishateuliwa umeteuliwa basi. Ndio maana viongozi wa mahakama, majaji na mahakimu hatutaki hata kuwaona sijui mkuu wa mkoa anaapishwa na muona jaji yuko kule. Ule ni muhimili kamili, unajitosheleza, una taratibu zake. Hauwajibiki kwa mtu. Wala hutaki kupata ufafanuzi wa Bashungwa. Eti Bashungwa anaieleza mahakama. Bashungwa anaieleza mahakama ni nani? Mahakama Kisutu Bashungwa ni nani kwenye utaratibu wa kimahakama? Nakuuliza Bashungwa, who are you? Kwani mnasababisha chaos kwenye nchi? Ukipewa uwaziri ni instrument kubwa. You have hundreds of people chini yako. Kwa nini usiwaite na kuomba ushauri? Tunatoa statement zinazoizalilisha na kuivua nguo mahakama. Na tatizo moja muelewe, mfumo wa mahakama. Mahakama haiendagi habari maelezo kujieleza. Nadhani mnaelewa. Kwa sababu kuna watu wanauliza mbona mahakama iko kimya? Mahakama haiendagi. Sisi wadau ndio tutapiga kelele. Na hili likijirudia kupitia baraza la uongozi, tutawaambia mawakili wote tuweke kalamu chini. Hatutavumilia. Lile ni eneo letu la kazi, ni eneo takatifu, liheshimiwe. Tunasema tunavutia wawekezaji. Utamleta mwekezaji gani kwenye mfumo wa sheria uliotapanyika, ambao anajua kabisa mahakama haiheshimiwi? Anaweza kaingia tu mgambo pale akakata watu wote, katafunua na kufukuzia vichakani huko na asiojiwe. Nani atakuja kuleta mabilioni yake kwenye hiyo nchi? Kwani tunadhalilisha taifa kwa kutafuta sifa za kijinga? Hata kama ni vyeo havitoshi. Nilimwambia mtu siku moja, kama kuna IGP mmoja, hata kama tunatamani uwe IGP, kwa nini muumize watu? Kwani kila mtu atakuwa IGP? Haiwezekani. Lazima mtu ukubali tu kwamba wote hatuwezi kuwa marais, hatuwezi kuwa ma IGP, wala hatuwezi kuwa mawaziri. Tukilitambua hilo, tutathamini utu. Utu haupo katika taifa, unadidimia. Ndio maana ya haya yote yanayojitokeza. Ndugu zangu, sisi TLS kama taasisi ya kisheria iliyojengwa juu ya misingi ya haki, katiba na utawala wa sheria, haitakaa kimya wakati vyombo vya dola vinapokiuka haki kwa kisingizio cha utekelezaji wa sheria. Tunasema mahakama ni eneo takatifu la haki. Kulivunjia heshima kwa kufanya matendo ambayo ni kinyume na sheria ni hatari kubwa kwa usalama wa nchi. Sasa kama kuna jambo ambalo ni hatari kwa usalama wa nchi, ni hili lililokuwa likifanywa na polisi. Tunatangaza mshikamano wetu na wakili Tundu Antipas Lissu, na tunautangaza wazi mshikamano wetu. Hatutaki kutoa komenti moja ya mwisho, kwa sababu na sisi tutakuwa tumefanya yale aliyofanya Bashungwa. Ila muelewe sisi ni wataalamu wa sheria. Kwa hiyo tunapokuambia tuna mshikamano, tunaeleza bayana. Sisi Tanganyika Law Society tuna mshikamano wetu na wakili Tundu Antipas Lissu Mugwai. Tunatangaza mshikamano na wanasheria wote wenzetu. Tunatangaza mshikamano na wananchi na viongozi wa kisiasa waliodhulumiwa haki zao.
TLS inathibitisha tena dhamira yake ya kulinda katiba, kuchukua hatua za kisheria na kutetea misingi ya kidemokrasia ya taifa letu. Utawala wa sheria lazima utamalaki. Haki haipasi tu kutendwa au kutendeka, bali ionekane kuwa inatendeka. Ndiyo maana Jaji Mwesumo na Luekelo Kyando waliwahi kusisitiza kwamba mahakama ni hekalu la haki, asiogope mtu kulifikia ili kupambania haki yake. Leo watu wanainajisi na kukojoa na kukoa makozi juu ya mahakama hovyo hovyo bila aibu. Tabia hii ikome, ikome. Mawakili hatutakuwa tayari kuendelea na watu wasiokuwa hata na sifa za kuingia huko. Kuna haja gani nimevaa libibu unaenda kule unatandikwa marungu, mteja wako anavunjwa miguu? How can you call yourself? Siwezi kupeleka mteja wangu kwenye machinjio. Tunataka tukimpeleka mahakama, wateja wetu wawe na amani, wawe na uhakika kwamba haki yangu itatendeka. Hata kama nimemshtaki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, madam niko mahakamani, haki yangu itatendeka. Huo ndio msingi wa haki kuonekana ikitendeka. Ndugu zangu, tumezungumza hayo. Kama nilivyosema, mengine tutashauriana na mawakili wa wahusika, kwa sababu sisi hatutaki kufanya double kuonekana kama tunashindana kwenye kazi. Sisi ni walezi, ni waangalizi wa tasnia. Kwa hiyo yale yanayohusu mawakili wao, wateja wao, yale yaliyojiri ndani ya mahakama, mawakili nimeona nao wamesema watazungumza na vyombo vya habari kwa muda wao. Kwa hiyo wao wataona, na sisi TLS tutakuwa tayari kushirikiana na wadau na wananchi wote, ikiwemo mawakili hawa wa watuhumiwa, kuona namna ambavyo haki itatendeka kwa wateja wote wa mahakama waliotendewa vibaya tarehe 24 na tarehe 28. Ndugu zangu, chama cha sheria Tanganyika vile vile tumepatwa na mshtuko. Jana baada ya kumaliza shughuli zetu zingine, lakini kuna tukio alijitokeza. Tuna laani tukio la kushambuliwa kwa Padre Kitima, na tunatoa rai kwamba uweledi ufanyike na watuhumiwa wapatikane kwa haraka. Yale mambo mengine yote tuliyosikia wameanza kuongea yale, na tumuombe sana mwenzetu, najua ni msomi, Mlilo ni msomi. Kwa hiyo Mlilo akikosea anafanya makusudi, ni mwanasheria. Tunaomba arekebishe kauli zake, aheshimu utu wa watu, asimame kama kiongozi, awajibike kwenye nafasi yake. Padre Kitima, mimi ni mmoja wa watu tuliokuwa naye siku nzima. Sikumuona na dalili ya kulewa, wala hakuwa na haja ya kulewa kwa rundo la kazi alilobaki nalo kucompile. Mimi kilichoniondoa ni kwa sababu nilifikia mbali, kwa mimi nikaondoka mapema kidogo. Kwa mtu kusema padre alikuwa analewa, itabekaa na kunywa, sio toka saa ngapi, it is a grave insult. It's a grave insult. Kazi aliyokuwa akifanya sidhani kama atalipata dakika 5 za kunyanyuka pale alipokuwa. Na kazi ilikuwa inafanyika mbele ya wachungaji, mapadre na mashehe. Na baada ya kumaliza wakabaki na baadhi ya wachungaji. Nani angeweza kufanya kitendo hicho katika mazingira yale? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba, tunalaani na tunataka jeshi la polisi lichukue hatua stahiki. Kitendo kilichofanyika ni kitendo cha kikatili na ni kitendo kinachotoa tafsiri mbaya kwa mtu aliyeshambuliwa. Na tumeliona jeshi la polisi likikamata watu, akiwemo afisa wetu hapa chini, kwa maneno tu yasiyokuwa na mantiki. Lakini kuna watu wametoa matishio dhahiri ya usalama wa Kitima. Hatujasikia wakikamatwa mpaka leo. Matishio dhahiri na wanafahamika. Hatujawasikia wakikamatwa mpaka leo. Waliomwambia siku zake zinahesabika, lakini katika hali ya ajabu mpaka leo muda huu ninapozungumza, nobody have a report kwamba what has happened.
Kwa hiyo tunaitaka jeshi la polisi kuchukua wajibu wake na kuhakikisha wote wanaohusika wanachukuliwa hatua kwa uweledi, tunasisitiza hilo. Alfajiri ya leo vile vile tumepokea taarifa kwamba kuna mwanaharakati mwingine, na niseme ukweli, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Mdude Mpaluka Nyagali. Watu wanaojiita polisi wamevamia nyumbani kwake, wamemshambulia na silaha mbalimbali bruto, walikuwa wanampiga na kama manondo na nyundo na vitu gani, wamemuumiza sana. Wote mnaona ile damu iliyokuwa ikimwagika, sio mbuzi alikuwa anachinjwa, ni damu ya Mtanzania mwenzetu. Nimejaribu kufanya mawasiliano na polisi Mbeya, mpaka muda huu wananiambia, kila ninempigia ikiwemo RCO wananiambia sio yeye na hana taarifa ya tukio hilo. Tumewasiliana na familia yake, wamesharipoti tukio kituo kikuu cha polisi Mbeya. Matukio yote mawili baraza la uongozi la Chama cha Sheria Tanzania Tanganyika tunayafuatilia kwa ukaribu wa kipekee, na tutaendelea kuwasiliana na wahusika ili tuone nini cha kufanya. Baada ya kusema hayo, niwajulishe tu Watanzania kwamba kesho tutakuwa na symposium hapa, itakuwa live kupitia vyombo kama Wakili TV, Jambo TV na vyombo vingine. Tutakuwa tunaomba mtufuatilie, tunakuja kuzungumza mambo muhimu kwa taifa hili, na kusudi letu la kuzungumza, sisi sio partisan. Yaani sisi sio, hatuzungumzi kama mashabiki wa chama chochote cha siasa, tunazungumza kama wa chama cha professional cha kitaaluma cha Tanganyika. Tunauona mkwamo ambao lazima tujinasue. Hatuwezi kukaa kimya kusubiri mtu nasubiri labda mkanyage udongo au mpake mafuta. Huu ni mkwamo unaohitaji majibu ya kitaaluma. Maombi yatakuja pale jitihada zetu zitakapoishia, ndipo maombi itakapoanza kufanya. Kwa hiyo tutachukua hatua zote. Tunaomba mtufuatilie, tuna watoa mada wabobevu watakuwepo. Tutaanza saa 3 asubuhi, kwa hiyo tutakuwa live. Tunaomba Watanzania mtufuatilie ili muweze kujua, tuache kufikiri kishabiki, tufikiri kama Watanzania, tufikiri kama Watanganyika. Tusipojifunza kufikiri kama taifa, tutanyofolewa mmoja mmoja. Kila anayefikiri wakati wake bado, yawezekana yeye ndo anayefuata kesho. Who knows? Tujadili mambo yetu mezani. Na TLS tuko tayari kupitia baraza la uongozi kutumia njia zote za kistaarabu zilizopo na kutumia resources zote, na lengo letu ni kuhakikisha kabla ya kuisha kwa mwezi wa 5 tuna majawabu ya masuala muhimu yote yanayohusu taifa letu. Hatuwezi kuendelea kuwa namna hii. Taifa linakuwa kama halina watu wazima, taifa linakuwa kama halina wataalamu, halina vyombo. Tunakuwa bize kwenye mambo yasiyokuwa, hatusemi yasiyokuwa na tija, yana umuhimu, lakini tusiape umuhimu kuliko mambo mengine yanayosababisha uwepo wetu. Kwa sababu haya mengine, kwa mfano ya burudani, yanasababisha na uwepo wetu. Kwa hiyo tuanze kudai usalama wetu, halafu baadaye ndio tusherekee Simba kwenda kucheza fainali. Wewe unachezea Simba kucheza fainali, kesho unanyofolewa kule, unaenda kuuawa kama kuku mwenye kideri. Hiyo fainali imekusaidia nini? Watoto wako wanaitwa yatima hapa. Kwa hiyo tujihakikishie usalama. Fainali ni kwa ajili ya walio hai, sio walio wafu. Nguvu hii ninayoiona kwenye Simba na Yanga, laiti tungeipeleka kwenye kuiambia serikali kwenye mabadiliko ya kisheria na katiba, nchi ingekuwa Ulaya. Japo nako Ulaya naona kaka zetu wako kule nako. Maana nimeanza kuona mambo ya huku nako yanatokea kule. Huyu anaingilia mahakama, huyu anafanya nini. Kwa hiyo no place is safe. Lakini at least lazima tuonekane tunawajibika kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanganyika. Sisi TLS tunasema Section 4, TLS, Section 4. Asante.